Yes, video hii inakuelekeza jinsi ya kufungua akaunti ya Telegram. Hatua ya kwanza, unaingia Play Store au App Store. Kwa sisi tunaingia Play Store. Tukishafika Play Store, tunatafuta application inaitwa Dprox for Telegram. Dprox for Telegram ni hapa application yetu hii hapa juu. Tunaibonyeza hapo. Tukishaibonyeza hapo, tunainstall hapo. Tukisha-install hapa inakuwa inaendelea kudownloadika. Baada ya hapo tunatafuta application nyingine inaitwa Telegram. Umeona? Application inaitwa Telegram. Telegram yenyewe ndio hii hapa, nayo tunainstall, tunaidownload. Maana yake kwa lugha nyingine ni kuidownload, tunainstall au kudownload. Application hizi zikiwa zinaendelea kudownloadika, tunazisubiri. Naona hii hapa iko tayari, iko sawa kabisa kwa ajili ya matumizi. Maana yake isha downloadika tayari. Umeona? Kwa tunasubiri Telegram ndio idownloadike. Telegram nayo ndio inaendelea kudownloadika. Kwa tuisubiri. Nayo inaendelea kudownloadika. Tuisubiri. Iko taratibu kweli, tu wavumilivu. Iko taratibu sana. Kulingana na hali ya mtandao, unaona? Umeona? Tuisubiri iendelee kudownloadika. Tuisubiri iendelee kudownloadika. Tuisubiri kidogo. Application iendelee kudownloadika ya Telegram. Maana yake proxy ile Dproxy haiwezi kufanya kazi kama Telegram haipo kwenye application, kwenye simu yako. Maana yake lazima Dproxy inapofanya kazi, Telegram yako iwe tayari imesha downloadika. Umeona? Telegram, kwa tuiangalie tena, bado inaendelea. Kwa hiyo tuisubiri. Sasa iko taratibu. Umeona? Bado inaendelea. Naona imejaa. Ngoja install namna hii, hatua kwa hatua. Naona iko tayari. Kinachofuata hapa ni kuifungua. Umeona? Tunaifungua, tunaenda start message, tuna continue, watatuletea sehemu ya kujaza namba hapa. Umeona? Hapa sehemu ya kujaza namba, kwa upande wa kulia hapa juu kuna kitu kinazunguka hapo, unakiona hiki. Hapa juu kabisa kuna kitu kinazunguka. Kwa maana hiyo, hapo haitakiwi inazunguka namna hiyo. Inabidi iwekwe tick. Kwa hiyo tunaenda kwenye proxy. Tunarudi kwenye application ya proxy. Proxy yetu ilidownloadika, kwa tuitafute iko wapi. Proxy yetu ni hii hapa. Kwa hiyo imesha downloadika, tunaibonyeza hii proxy. Tukishaibonyeza namna hii, inakuwa inaenda hivi inavyotaka kuingia. Umeona hapa tayari tupo ndani ya proxy. Kinachotakiwa kufanyika hapo, proxy kuna vidude hivi, kuna vialama hapa chini kabisa kwenye hii hapa proxy ya mwanzo hii. Proxy zipo nyingi, ila sasa sisi tunazungumzia hii ya mwanzo. Tunataka tuitumie hii ya mwanzo, ndio nzuri zaidi. Ina 100% kwa ajili ya matumizi. Na zingine zipo nyingi proxy zipo nyingi, kodi zake za proxy zipo nyingi. Kwa hiyo tunataka tutumie hii ya mwanzoni ambayo imetangulia. Umeona? Tunaibonyeza hapa chini kabisa upande wa kushoto kwenye hii proxy ya mwanzo, hii namba 1. Pana alama ya Telegram, tunaibonyeza hiyo. Watatuletea tangazo, kwa hiyo tunabidi tulisubiri tangazo lipite. Baada ya kupita tangazo, kuna X hapa juu upande wa kushoto, tunaibonyeza. Tukishaibonyeza hapo wanatuleta Telegram moja kwa moja. Wakishatuleta Telegram moja kwa moja, tunabonyeza kwenye connect proxy hapa. Tunabonyeza hivi. Tukishabonyeza hapo connect
proxy maana yake tayari inakuwa imesha connect huku, unaona hii huku tayari imesha connect huku. Kwa hiyo tunarudi hapa, tunaendelea na kufungua account yetu ya Telegram. Umeona hapa hii video inakuelekeza jinsi ya kusajili account ya Telegram. Baada ya hapo tunatafuta nchi Tanzania. Hapa tunajaza namba yetu. Namba yetu ni 6 kwenye uanze na 07 au 06. Unaanza na namba inayofuata baada ya 0. Ni 066. Hiyo 0 tunaitoa tu iandike 49 02 665. Ndio namba yetu. Hii hapa tunataka tuifungulie account ya Telegram. Tunabonyeza kwenye mshale direct number, tuna continue. Kwa hiyo hapa tunasubiri itafute. Umeona? Inatafuta namna hii. Kwa hiyo tunasubiri itafute ili tuendelee. Namba yetu inatafuta namna hii. Inaendelea kutafuta. Baada ya kutafuta hapa wanatuambia tujaze email number. Email number tunaingia hapo kwenye sign in with Google. Umeona? Tunajaza kwenye Google hapa. Hapa email yetu tunayotaka kuitumia hapa ni Francis Rwandala, hii chini kabisa. Tunaibonyeza hiyo. Tukishaibonyeza hiyo, tutasubiri simu kupigiwa ili watutajie kodi. Tutasubiri simu kupigiwa. Naona wamenipigia simu, kwa hiyo naipokea. Nikishapokea unanitajia kodi 8 1 4 1 6. Naona tayari imeshakubali, kwa hiyo hapo akaunti yangu inakuwa imeshafunguka. Kwa hiyo inabidi kidogo ujue Kiingereza kwenye upande wa namba, kwa sababu wakikupigia simu wanataja namba kwa Kiingereza. Kama hujui Kiingereza, kwa hiyo inabidi mtu ambaye anajua Kiingereza ndo akutajie namba. Kwa hiyo hapa naandika majina yangu. Naandika Jacobo Alex. Naandika majina yangu Jacobo Alex. Hapo nabonyeza kwenye kimshale cha kwenda mbele. Hapo akaunti yangu ya Telegram inakuwa imeshafunguka. Ni simple tu. Akaunti yangu ya Telegram inakuwa imeshafunguka tayari. Umeona? Inakuwa na mfumo wa namna hii. Umeona? Hapo akaunti yangu ya Telegram iko tayari. Umeona? Kwa hiyo hapo bado wana search number. Kwa hiyo hapo ili niendelee, kinachotakiwa zaidi hapo kwa ajili ya mfumo wetu wa 9 World Football. Kwa hiyo hapo inachotakiwa, inabidi uingie kwenye searching chat hapa. Namba 1 juu kabisa hapa. Unaingia kwenye searching, unaandika T500 alafu 2. Namna hii. T500 alafu mwisho 2. Baada ya hapo unakuwa umeitafuta hii namba. Kwa hiyo tusubiri, naona mtandao bado hujakaa sawa kwenye akaunti hii. Ngoja tuisubiri. Naona bado haijakaa vizuri. Au mtandao ndio unafeli. Tusubiri kidogo. Tusubiri kwanza. Ngoja turudi tena. Tusubiri. Naona bado ina connect your contact. Bado ina search. Account yetu ni hii hapa, tayari imeshafunguka. Umeona? Account yetu ndio tayari imeshafunguka. Umeona? Kwa hiyo tusubiri kwanza. Watu jaribu tena kwanza. T500 2. Naona bado kidogo inasumbua. Sijajua ni mtandao au ni namba za Telegram zipo nyingi za wadau. Afadhali wametuletea mfumo. Haya, ukishatafuta namna hii, wanatuletea mfumo moja kwa moja namna hii. Kama unavyoona mfumo wenyewe ndio huu hapa wa 9 World Football. Kwa hiyo akaunti yako ikiwa imeshafunguliwa tayari, mambo yanakuwa ni mazuri zaidi, kwa sababu vitu vingi unaweza kuvipata kiurahisi zaidi.
usisahau proxy, deep proxy ndio muhimu zaidi, ndio inatufanya tuingie huku kila kona, tutambe kila kona, tusumbue. Kwa hiyo unaibonyeza hapo kwenye deep, kwenye 9 world football unabonyeza hapo. Ukishabonyeza ndani kuna muonekano namna hii hapa. Ukishaingia hapa muonekano wake ni namna hii unakuwa. Hapa chini pameandikwa join na rangi ya blue. Kuna rangi ya blue hapo imeandikwa join. Unapobonyeza hapo, moja kwa moja unakuwa umeshajisajili kwenye 9 World Football. Kwa hiyo kinachofuata, hatua nyingine ambayo ni ya muhimu zaidi, ambayo inabidi kuzingatia ukishasajili kwa akaunti yako ya mwanzo kabisa, unaingia kwenye engine search hapa upande wa kushoto, pana sehemu ya kusearch hapa. Unaandika 500, maana yake ndio menu maalumu kwa ajili ya kuanza process za 9 World Football. Unatafuta. Ukishatafuta, umeona akaunti yako inakuwa namna hii. Mfumo wako unaonekana namna hii. Kwa hiyo mtu yoyote mfumo wake lazima utaonekana namna hii. Kwa hiyo ni kitendo tu cha kusajili akaunti, kutumia deep proxy, kuitumia vizuri zaidi kwa ustadi. Angalia video kwa umakini zaidi kule nyuma, jinsi tulivyojisajili kwa umakini zaidi. Kwa hiyo baada ya hapo tunaingia kwenye Afrika. Hakikisha ukibonyeza pembeni namna hii watakuletea hivi. Kwa hiyo inabidi umakini sana. Ubonyeze maandishi yenyewe. Uyabonyeze kama ni Tanzania, tunatafuta nchi ya Tanzania. Hapa Tanzania unabonyeza kwenye maandishi yenyewe. Ukibonyeza pembeni, kwa mfano pembeni huku watakuletea maandishi namna hii. Kwa hiyo inabidi bonyeze kwenye maandishi yenyewe. Umeona? Baada ya hapo utaendelea na process zingine, kama ni kuangalia mechi. Kama unataka kuangalia mechi, ukiona hauhitaji kuangalia mechi unarudi nyuma hapa chini unabonyeza kwenye rudi nyuma. Kwenye usalama zaidi unaangalia kwenye usalama zaidi unabonyeza hapo maelezo ya usalama zaidi kama haya hapa unayaona. Ukitaka kurudi nyuma unarudi tena nyuma. Umeona? Ukitaka kuripoti mechi za kesho unaripoti mechi za kesho. Unaingia hapo unachagua mkoa wako, unataka kuripoti mechi katika mkoa gani, unarudi nyuma. Ukitaka kurudi nyuma tena, umeona? Unaona? Ukitaka kurudi tena nyuma unarudi nyuma kama umekosea kuangalia nchi. Umeona? Ila nchi lazima niwe ni Tanzania. Umeona? Nchi zipo nyingi sana. Mfumo huu unagusa nchi nyingi sana. Nchi za Afrika. Hii ni Afrika, ni bara la Afrika. Kwa hiyo kuna mabara mengine. Turudi nyuma tena tuangalie, go back. Umeona kuna bara la Afrika, kuna Asia, kuna North America, South America, kuna Europe, Australia au Oceania. Unaona hapa ni founder, ni msajili ambao ni nani wa hii. Ukitaka unamfollow, unabonyeza tu hapo, una join kwenye channel yake. Ukisha join channel yake unaweza kaendelea na mambo yako mengine, kwa umemsupport kuongeza subscribers. Umeona? Ukirudi kwenye mfumo wako unarudi kwenye mfumo kama kawaida. Ukiona umepoteana kama hivi, ukiona umepoteana hauelewi ni wapi upo, una search tena, unaandika ili uanze upya, unaandika 500. Ukishaandika 500 unaanza tena upya. Vile vile ni wewe ni mfumo ni 500 tu, yani kodi ni 500. Kwa hiyo kodi 500 hii ni ya kuwa nayo makini sana. Umeona? Kwa hiyo tujitahidi, mfumo huu uko vizuri zaidi, unafanya kazi kwa uweledi zaidi Tanzania. Mambo ni mengi, mambo ni mazuri. Kitaka labda nionyeshe mfano, kitaka kuangalia mechi ambazo zimecheza labda za jana, za leo, tunaonyesha. Umeona, ingawa kuna video ambazo nimezitengeneza kwa ajili ya kuonyesha jinsi ya kuangalia mechi. Kwa hiyo nakuelekeza tu moja kwa moja kwa hapa kidogo ili uelewe vizuri zaidi. Ukitaka kuangalia mechi unabonyeza angalia mechi za leo. Ukishabonyeza angalia mechi za leo unaangalia mkoa wako. Unataka kuangalia mechi za leo ukiwa mkoa gani, ambazo zinacheza mkoa gani. Kwa hiyo mkoa wote ule ambao wewe upo, kwa hiyo unaweza kuziangalia. Kwa hiyo kwa mimi mkoa nipo Tabora, kwa niangalie mechi za Tabora. Nabonyeza hapo, kuna open, kuna cancel, unaingia kwenye open hapa. Ukishaingia kwenye open hapo unanileta direct kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo huu mfumo wa kuangalia mechi upo kwa pande mbili. Kuna upande wa huko ndani ya Telegram, kuna upande wa WhatsApp. Kwa WhatsApp kule unaweza kuangalia mechi, na upande wa Telegram unaweza kuangalia mechi. Kwa hiyo mfumo huu uko vizuri zaidi. Baada ya hapo unaweza kuangalia mechi. Haya, tunaanza upande hapo, unaingia hapo kwenye alama ya uwanja. Kwenye alama ya uwanja unaangalia mechi ambazo zimecheza tarehe 1 mwezi wa 5. Umeona? 2026 unaziangalia mechi zilizocheza tarehe 1 mwezi wa 5 ni hizi hapa. Umeona? Ni hizi hapa. Baada ya hapo unaingia kwenye tarehe 28. Ukitaka kuangalia tarehe 28 zimecheza mechi gani unaziangalia, ni wewe tu. Ukitaka kuangalia mechi imecheza tarehe ngapi unaziangalia, ni wewe tu. Umeona? Ndio mfumo mzima ambao upo humu. Baada ya hapo utaka kuangalia list hapa, mfumo wa mechi ambao ipo juu kwenye point inayoongoza point
ni hapa. Unaona mfumo wa point huo hapa. Mechi zinaongoza point au zipo ngapi. Kwa hiyo kama mechi yenu imeshaisajili tayari, inakuwa inaonyeshwa huku moja kwa moja. Kwa hiyo cha msingi cha kuzingatia zaidi ni kusajili mechi yenu, kusajili wachezaji. Ukishasajili wachezaji, list yao inakuwa inaonekana hapa. List ya wachezaji. Umeona? List ya wachezaji, majina ya wachezaji haya hapa. List ya wachezaji, magoli kama wamefunga matatu, ambaye atakuwa anaongoza na goli nyingi katika mechi zote za mkoa wa Tabora, basi ataonekana juu zaidi hapo. Kama watakuwa wameandamana na wengine watakuwa wameandamana, utakuwa unaona magoli mawili kuanzia goli moja. Ukifunga goli moja, ukitambulishwa na timu, unaonekana kwenye mfumo moja kwa moja. Basi, umeona? Mfumo ndio unavyoonekana hivi. Kwa hiyo jinsi ya kuangalia matokeo ni hivyo. Kwa hiyo video yangu nzima niliyokuwa nimetengeneza ni mahususi kwa ajili ya kujulisha jinsi ya kufungua account ya Telegram, na imani utakuwa umenielewa. Nashukuru sana. Asante.